Nimepata salamu wanasema tutakubali tu kukaa na serikali ikiwa watafanya moja, watafanya mbili, watafanya tatu. Serikali hii si ya kuamrishwa wala kupewa maelekezo. Tumewataka wenzetu tuzungumze, waje kwenye meza tuzungumze, na nimepata salamu za wengine wanaowapa nguvu. Hakuna mazungumzo mpaka mumwachie huyu, mufanye hili, mufanye hili. Hiyo inatokea ndani ya nyumba tu, ndani ya nyumba tu. Baba ukeshamkera mama, ukimrudia jioni akwambia sitaki mpaka ufanye hili na hili, na utafanya ili maridhiano yaende. Uongo kweli? Sasa serikali haipewi masharti hayo. Serikali haipewi masharti hayo. Labda serikali ya wanafunzi kwa walimu wao, hilo linakuwa serikali ya wanafunzi, hamtapata hili mpaka mfanye hivi, wanafunzi watafanya. Lakini sovereign state yenye kujielewa na kuendesha mambo yake, Kama ni Watanzania wa kweli na wanaumwa na Watanzania kama wanavyosema, maana mara nyingi wanasema tunasema kwa ajili ya wananchi. Unajiuliza wepi? Kama kwa ajili ya wananchi, wananchi walishasema, walishatoa maamuzi, wameipa CCM 97%. Hayo ndio maamuzi ya wananchi. Wananchi wanaowasemea wao wepi? Halafu wanahoji kwa nini 97%? Kwa nini isiwe? Waswahili wanasema paukwa pakawa. Wao hawakuwepo, na wale 16 waliokuwepo ni wadogo sana. Wao ambao wangetingisha CCM hawakuwepo. Hakukuwa na Chadema, hakukuwa na ACT, ndio ambao tungekwenda nao. Na sisi tulijitayarisha kwamba tunakwenda kupambana na vyama vyetu vikubwa. Hawakuwepo. Mwananchi afanyeje? Tunataka kuambia hata hawa wafuasi wao walipigia Chama cha Mapinduzi. Walipigia Chama cha Mapinduzi. Wale wanaohoji kwa nini 97%, hiyo ndio kilichotokea. Ni 97% ya waliopiga kura.